Halo, halo watazamaji, wacha kwanza nikunywe maji juu ya hiyo story. Sasa wacha niwakaribishe kwenye phase 2 ya hii kitu ya Radhika na story. Nilisema mkiniona kwa hii kiti tunakula story zinaeleweka, tunakaa tukiwa rada, ndio maana tuna Radhika na story. Na leo story yetu inatupeleka kule Dubai. So Dubai tuko na msichana Mkenya anafanya kazi pale, and anafanya tu kazi ya kawaida, kazi ya nyumba ndizo zinapatikana sana pale Uarabuni. So ako hapo anafanya kazi zake za nyumba za kawaida, na kidogo juu si unajua movement. Sasa ukiwa kwa nyumba movement sio mingi. Msichana wetu unajua hana mtu, pia anaamua kuingia katika mtandao. Na by the way, kama kuna watoto leo, watoto wakuwe excuse kidogo juu hii Radhika nayo, hii Radhika ni ya watu wazima hii. Kwanza mtoto akiwa hapo mwambie songa kando, tutapatana siku nyingine kwa story nyingine, nitawatengenezea story yenu pale, story ya watoto. So our girl ako pale kwa nyumba anafanya kazi zake safi, anatafuta pesa yake, lakini unajua pesa zikitafutwa ni kusaidia watu wa nyumbani. So si ati unatafuta pesa unakaa ukiwa sonko, unatafuta pesa lakini bado uko tu vile tu kawaida. Lakini dem akaamua, kwani siwezi pata mtu, acha nitafute mtu, na this time nataka mtu mzungu. Sasa dem wetu akaamua kuingia kwa mtandao, yani dating site. Akaingia dating site kadhaa pale. Luckily, by the way, akapatana na mtu, and this guy alikuwa ameweka kitu tunaita VPN. So location yake ilikuwa inasoma ako within Dubai. Unajua kuna wale watu wanekanga locations, akitembea mahali anawasha tu VPN, so inaonyeshana ako within somewhere there. So ilikuwa inaonyeshana ako Dubai, and walikuwa wamechat for some time. Kapata mzungu. Hakupata mtu mwingine, alipata mzungu kutoka Denmark. Mzungu ametoka wapi? Denmark. So wakachat, mzungu akamueleza kwa nini yeye ako Dubai at that moment. Akamueleza ako hapo juu ya kazi fulani. Alikuwa amekuja kama lecture, amefanya lecture kadhaa hapo university. So ako almost actually kumaliza period yake ya kazi, then arudi Denmark. Uko ndiko anafanya kazi, lakini anaishi Denmark, anafanya kazi Denmark, but initially ni Mjerumani, like anaishi sasa nationality yake ni nini? Mjerumani, lakini occupation and stay, nitasema hivyo, he's a resident of Denmark because kazi yake na career zake ziko huko. Wow. So ikafika mahali on the chatting, si wamesikizana, wameclick. Kwanza pale kwa dating site inaandikanga match, na inakaa kukumbusha, why don't you say hi in your match? Kwa nini usisalimie mwenye mlimatch? Na mlimatch ni kuonyeshana mnatakana. Demu wetu wakachat, na ikafika mahali luckily siku yake ya off day wakaamua wapatane. Wakapatana, mambo ikakuwa safi, wakasikizana. So mzungu ni mtu wa kutravel sana, by the way. He's so interesting in traveling because kazi zake tumesikia ni wale wazungu hutubwa university fulani juu ya lecture fulani. They are lectures on hire. So ni rounding all over the world, travel sana. Wakaenda coffee na demu wetu, mambo ikakuwa sawa. Na ikafika time ya jamaa kurudi, communication haikuishia hapo. Siden sasa wakaendelea kucommunicate. Mzungu ni nani? Mzungu akauliza msichana, kwa nini unafanya kazi Dubai? Nini? Msichana akajieleza, mimi niko na mtoto mmoja and lazima nimshughulikie bla bla, pia mzazi namsaidia kidogo. Mzungu akamuuliza, kwani what it take nini kuenda wewe nyumbani? What does it take for you to quit that job? Si unajua sasa pale ako zile za why is she doing such work? She's not supposed to be doing such work.
Lakini kwetu sisi tunaonaga wewe hiyo kazi nzuri, tuko sawa, inatupea dogo, hapa tunataka pesa. Mzungu akamuuliza what will it take arudi nyumbani. Dem akaanza kuona hapa sasa nilichanuke. Dem akamwambia mimi nikipata tu pesa kazuri kenye nitaenda kuanzisha tu biashara kangu nyumbani, mimi naenda. Akagongwa. Aligongwa ngapi? Mita. Dem ilikuwa imemteka while before arudishanilie pesa. Alikuwa anajua definitely hataweza kurudishia up to 1M cause pesa ya nyumba definitely tunalipo pesa kidogo. Nita take years hata have work miaka usikia amerenew contract, amerenew tena. Dem akaona hii ni chance yangu, mimi acha nifunge virago niende. At this moment note, mzungu alikuwa ashaanza kumweka zile hopes za watakuwa in a marriage relationship or something. They want to take the next step in this relationship. Dem kafunganya virago vyake, kaenda nyumbani. Dem akafika na akaanza maisha. Akaanza maisha, akafungua boutique shop because that is the highest that angechukua juu. Unajua ili have achukue mtoto, aende ya rent, kufurnish nyumba. So ile pesa pia na hakuwa na pesa mingi yenye alikuwa amejiwekea. Msichana wetu akaanza maisha ya boutique. Na ikashika, na ikaanza kuuza. Lakini haikufanya vizuri venye alikuwa ana expect. At the same time, hakuwa na option ya kurudi Dubai, sorry. And on the other hand, akona mzunye. Mzunye akamwambia wewe usijali. Fanya hivi, tafuta means, jaribu kuapply visa, tutembee mahali. So by that time walikuwa wanaenda Turkey. Mzungu alikuwa anaenda Turkey. That's the next destination alikuwa after amerudi Denmark. Alikuwa arudi Turkey. Akamwambia tunaweza patana Turkey during my work time, at least to spend some more time together. Dem akasema no worries. Akajaribu visa ikatoka. So unajua visa za Turkey, by the way, visa za Turkey, Dubai, Qatar, Kuwait azisumbuangi sana, especially with the Kenyan passport. Visa ndo wako kamekubalika. Haya sasa hapa ndo story ilianza. Kama unataka kujua kwenye story ilianzia hapa. Sasa si unajua dem aendi siku moja Turkey. Si coffee. Sasa wanaenda kuishi naye kwa hoteli. The first time watakuwa hivi pamoja kwenye blanketi. Dem hakumind, akaenda. Kwani si mzungu alishatoboka anaweza toboka, yani maisha yangu inaweza badilika. Hata anaweza pata hivyo nimeenda majuki mchezo sasa nianze kufanya kazi na uko Mayoro. Sorry, nacheka lakini si story jepesi hapa. Dem wangu akafika, wakapatana the first day. Wakapumzika, ikakuwa kawaida. Walikuwa wakae 5 days. 5 days maximum. Wakakaa the first day. They shared a very good moment together. Second day and the third day, sasa katika harakati za the third day, msichana sikiza hapa sasa juu ndio hapa radika inaanzia. Radika yetu inaanza hapa. Mzungu wetu, si unajua umezoea kupiga na simu simu. Wewe ukipiga simu unatumia Safaricom. Sasa siku ya 3, sijui kama mzungu ni credit haikutosha. Mzungu wetu akaamua kupiga simu na line 2. Line 2 ni Airtel. Dem ashaitumia Airtel? Hajawahi. Dem akashtuka. Kitu ya kwanza aliniambia nilimsukuma na huko. Nikamuuliza unajaribu kufanya? Kania ati sasa ikakuwa I'm very sorry, pole sana. Sikujua hata nimefinya line 2 nikipiga simu, sikujua. It was by accident. So dem akaona okay, it happens. So akamforgive na hiyo move on, although I'll catch feelings kidogo na move on. Kumbuka wako on the 3rd day. The 4th day ikaendelea and the 5th day waka-check out, dem akarudi. So ika continue like this until again the man came visit Kenya.
Wakaenda wakaona wazazi. In fact alikuwa na birthday, so wakamsurprise, wakamfanyia mambo mingi. Sasa hapa Kenya pia wakaenda mahali wakatake some wine. In the process of taking some wine, wakarudi kwa nyumba, wakaanza, unajua tu mambo ya watu wakubwa, the normal. Ile makosa ya kupiga na Airtel simu, ikajirudia. Dem akaanza kushuku, akashindwa ni juu tumekunywa ama ni nini. Mzaya anajaribu kujiexplain, hakuwa anajua ni juu ako tipsy. Sasa hapa dem akaanza kuwa na stress. Juu ako like, wait a minute. Do you mean huyu mtu anaweza kuwa ni wale wa nitumie forex? Si mnajua forex wanamaanisha aje wale watu wetu wa forex? Si wote, but it's the common word I can use, kwa sababu sitaki kutumia majina direct hapa alafu wewe una watch hapo na mtoto aanze kuuliza ati nini mami. Kumbe alitumia simu tu tena kupiga simu. Dem akaanza kufikiria ama huyu jamani wa forex manze. Ama huyu jamani alikuwa forex. Cause what is this? Wakaletana juu, wakazushana. Aka cool down juu mzunye alimtuliza bana. Akamwambia ni pole, sasa ni mapombe, saa mimi ningefanya. Excuse mingi. Wakaendelea. Mzunye akarudi kwao. Na akakuja tena. Lakini hiyo kuja na kupatana, the more walipatana, the more ile kitu ilijirudia. Ndio dem sasa siku moja akakaa hivi, akaamua hapa sasa, hapana. Hii imezidi. Hapa naona sasa kukiendelea hivi, jamaa atapiga hiyo line na atapiga long call. Mimi sitakangi kutumia line 2. Mimi sitaki kutumia line 2. Mimi Safaricom yangu imejaa credit, alafu unakuja hapa kunipigia na line 2 yenye hata sijui inaitwa nini. Na Safaricom yangu imejaa credit, imejaa bundles, imejaa minutes, iko na kila kitu. Dem sasa hapo akakasirika, akakuwa so emotional cause of course walikuwa washaanza kuingiana, and then akicount the fact that I'll quit job juu ya huyu msee. Okay, akona job ameanza, but it was not enough cause unajua at that moment mtu akiwa amekutumia such amount of money, yuko like hapa maisha yangu, cause me as the narrate alikuwa maisha yangu sasa ita change. I was in the process, at least tulikuwa tumeanza kupangana venye hata tunaweza oana and stuff, and then tunaweza move into the country yenye anafanya kazi cause already ni resident hapo, so akona permits za kuleta familia yake and stuff. And dem alikuwa ameanza kuona maisha yake na mtoto wake itabadilika, lakini ghafla bin vu kikaramba. Sasa hivyo ndo inakuanga. Watu wasugu weupe ukiwaona una take it so light. Usichukulia hata serious sana. You might suffer. Cause this is a lesson. Na hii story, the reason actually nimeshare hii story ni juu. Imagine this is not the first scenario nimesikia ya mtu na mzungu. Na sio hivyo tu, mambo ni mingi inatendeka na wazungu. Story ni mingi sana. Story ni mingi, unapatana na mzungu anataka mkwe in something. Unfortunately ukipata mimba anakuuliza mimi nilikuwa nimekutuma ukapate. Sasa haunanga choice, unabidingi unawacha huyo mtoto. Wewe unakaa ulikuwa tu kama surrogate mother. Lakini nimesikia enough stories and I was like, what? Hapa hii story wacha turadike na wazungu. Sasa unaona? Mambo iko hivyo, demo wetu bado wanasukuma maisha hii. Aliquit hizo stories za huyo mtu cause hakuna venye ingeendelea aje sasa. Haiwezekani juu ya nini? Pesa. Wacha ikae. So that was the thing today, and ebu radika kivyako. Wewe patana na mtu lakini radika kivyako. Chanuka mtu mapema. Kwanza hii rangi nyeupe chanuke mapema. Mambo ni mingi kwa ground. Otherwise, see you later.